kuhusiana na sajili ambazo zimeanza kufanyika na kuboresha mikataba ya baadhi ya wachezaji ambao tayari Yanga Afrika wako nao. Kuna kanuni au vipengele mchezaji anaposaliza miezi 6, tena inaanzaga 8 hadi 6, tayari ana uhuru wa kusikiliza ofa klabu zingine. Lakini priority, kama bado ana uhitaji wa kubaki klabuni kwake, anaruhusiwa kukaa na waajiri wake na kuzungumza nao kuona kwamba bado anamhitaji ama la. Yanga wameitumia hiyo nafasi kwa nyota ambao wanatakiwa kubakia nao. Wa kwanza naye ambao wameanza naye ni Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua ameboresha mkataba wake kwa makubaliano maalum. Kuna mtu aliniuliza inakuaje, nikamwambia ofa za kuhusiana na Pacome zilikuwa nyingi. Yanga wametumia hilo eneo kwa kuamini kwamba hata kama ikija ofa saa hii, tayari wao ni mchezaji wao wa miaka 2. Hiyo ni business strategy. Lazima uangalie una benefit nini, umeelewa Unapokuwa na nyota kama yule, sio kwamba amekuja kuwakia Yanga, amekuja MVP wa ligi ya Ivory Coast, lakini Yanga imemdisplay kwenye soka la Afrika sasa hivi, sio siri. Performance yake ya mwaka juzi na mwaka jana sio ya kawaida, ameperform vizuri na amekuwa na tija kwa klabu ya Dar es Salaam Yanga Afrika, si ndio? Na ukiangalia uwezo wake, ni mchezaji wa ngazi ya Afrika. Klabu yoyote ile inahitaji mtu mwenye uwezo kama Pacome, lazima itamtumia. Yanga wameangalia hiyo tija, lakini kuna ukakasi. Maneno yanaendelea kuhusiana na mchezaji Yao Kwasi Atoula. Klasi ya Yao Kwasi Atoula, hata kama ni majeraha alionayo yanamsumbua, ambaye amekuwa nayo muda mrefu msimu huu, ni ngazi ambayo huwezi kumwacha, ngazi ya Afrika ya Yao Kwasi Atoula. Kwa nadhani Yanga pia wameangalia tija hiyo kwa kuangalia katika mlengo pia wa kibiashara. Yaani Yao Kwasi Atoula ikija ofa, Yanga watanufaika kwa kile ambacho walikiwekeza wakati wanamchukua, na sasa hivi walivyoboresha, Yanga watanufaika. Si umeelewa vizuri Yes, kwa sababu wenzetu pia katika sajili zao namba huwa zinaangaliwa zaidi. Namba za Yao Kwasi Atoula ukitoa na majeraha ni namba nzuri. Watu wakauliza tena, vipi kuhusiana, mbona bado mtu kama Alidi Aucho hajaboresha? Tayari mazungumzo ya awali yamefanyika kwamba mchezaji ana kila hali ya kutaka kusalia kunako klabu ya Dar es Salaam Yanga Afrika, lakini pia huyo mchezaji nia yake na dhamira yake. Ofa zipo, lakini ameona kwa umri wake sasa hivi, akimaliza miaka yake 3-4 pale Yanga, tayari ni mkongwe atakayekuja kuacha alama ambayo itakumbukwa kwa muda mrefu. Na klabu ya Yanga inahitaji huduma ya Aucho. Hakuna klabu ambayo Tanzania inahitaji huduma ya Aucho. Klasi yake, brain yake, composure alionayo, calmness na experience, huwezi kuacha kuwa na mchezaji mwenye uwezo kama Alidi Aucho, Ginger Maestro. So naye soon as possible anarejea uwanjani. Of course tumeona Yanga wamepost kirejea kwenye mazoezi. Wao kama target yao wakiaminia kwamba wamebakisha michezo mingapi? 3. Wakitoa ubingwa lazima wamsalie na Alidi Aucho. Lani hiyo iko given, na kulikuwa kuna haraka ya kuharakisha kumsajili. Kwa wataboresha maslahi yake na ataendelea kusalia klabu ya Dar es Salaam Yanga. Hizo ndio ripoti ambazo 3 za awali ambazo nimezipata kuhusiana na Yanga. Bado mazungumzo ya wachezaji wengine ambao wanamaliza mikataba yao kama Max Nzengeli, Kratos Chota Chama, Aziz Ki ambaye ofa zimekuja nyingi sana, Mzize ofa zimekuja nyingi sana. Wote hawa wanaangalia wao wana benefit nini, na wanaweka vipengele kwamba ukitoka pale, kikubwa ndio hicho. Yanga wanawekaga buy clause kubwa sana, mfano kama ya Faisal, kwamba atakayemchukua Faisal Salum lazima kuna fedha ambayo Yanga atanufaika nayo, ambayo ni nyingi sana. Unaweza kupata wachezaji wa Kiafrika wawili wa milioni 400 nzuri tu. So nadhani hivyo vipengele ndio ambavyo wanavishughulikia sasa hivi kwa wachezaji ambao wanaweza kaondoka, mfano kama Mzize au Aziz Ki. Yes, kwamba wanapoelekea huko, basi watakapoweza kuuzwa muda wowote, wao Yanga waendelee kunufaika na hao wachezaji. Ndio vipengele ambavyo vinazungumzika sasa hivi. Kawaida timu ikiwa ipo katika transition ya kuijenga tena timu, wakati wapo kwenye maongezi huwa wanakuwa na plani, labda kama tutashindwa kufika, basi kuna mchezaji fulani ambaye labda huyu atakuja. Je, labda kuna wachezaji wote ambao Young Africans labda wapo, pengine labda tetesi, mfano kama sasa hivi wapo kwa Mzize, wapo kwa Stefan Aziz Ki, ikishindikana kwa wao, basi wapo wachezaji ambao tutachukua kwa haraka zaidi?
Yanga ina orodha wachezaji 9 ambao kwenye target nao. Kuna watatu ambao itaachana nao. Yes. Watapewa thank you. Kuna watatu wako kwenye biashara. Kuna mmoja bado mazungumzo yanaendelea. Kwa hiyo kuna wachezaji 7 ambao wanaweza wakachomoka Yanga. Watatu kibiashara, mmoja bado anazungumza naye na watatu wataachiwa, si ndio? Kwa katika replacement ambazo zitafanyika kuna uwezekano wa wachezaji 9 ambao wao wanaendelea kuhangaika nao. Kati ya hao wana uhakika wachezaji 5 wataingia kunako klabu ya Dar es Salaam nini? Yanga Afrika. Ndani kuna beki wa kati mmoja wa thamani sana. Humo ndani kuna midfield moja ya chini ya thamani sana. Humo ndani kuna mshambuliaji mmoja wa thamani sana. Humo ndani kuna winga wa pembeni wa thamani sana. Kwa nadhani unanielewa point yangu nikiongea hivyo. Yes. Beki wakati of course lazima patikane namba 4 wa kwenda kumsaidia moja kwa moja Ibra Baka. Lakini beki wa pembeni kwa upande wa kulia, yes, kama ya Okwasi Atola, vitakamilika vile ambavyo nilivyokuambia bado vinaendelea katika hatua za mwisho. Kwa hiyo kuna mazungumzo ya design hiyo. Lakini midfield ya kati chini kwa ajili ya kumsaidia Alidi Aucho. Kuna Wakongo wanaweza wakaachiwa muda wote eneo la kati. Lakini mbele kwa sababu ya Mzizi of course ataondoka. Lakini kuna uwezekano mkubwa pia wa Azizi Ki kuondoka. Kwa nadhani hizo replacement unaziona. Kuna ofa kubwa imekuja pia ya Musonda. Kwa kwanza wanataka wambane, wasaini alafu ndo wauze. Nadhani nimekwambia hiyo ni trick ya kibiashara. Hizo ni trick za kibiashara ili usimwachie mtu akaondoka kwa uhuru. Unamsainisha kama ni miaka 2 au 1, alafu ikija ile hela ndo unaipokea, unapata faida kidogo. Hizo ndo habari ambazo zipo kwa tetesi ambazo ulizitaka kuhusiana na Dar es Salaam Yanga Afrika. Yes. Hizi ni legit, sio story. Yeah. Ni simulizi. Ni uhalisia. Fact. Hiyo sijui tetesi nimesikia na uhakika. Yani hii nakusimulia. Mimi sinaga, ushasikiaga mimi naongeleaga tetesi? Hapana. Basi hapa nimenyoosha ndicho ambacho kilichopo. Miongoni mwa maswali ambayo tutapokea kwa watazamaji, kama tutaishia hapa, watazamaji watauliza, kwa nini hujamuuliza wataja hata majina ya watu? Katika target ya nyota ambao wako kwenye target yao, mazungumzo yakiendelea ya faida. Yani when Aziz Ki is out, Faisal is in. Okay. Sijui kama naeleweka. Naeleweka vizuri. Kama si hivyo basi ile bilioni 1 ambao waliweka kwenye makubaliano yao ndio itaenda kuwaletea Faisal mwingine. Yani kwenye biashara hakutakiwi story, ni mipango. Ukiona Aziz Ki ameondoka, sikuna hela inapatikana nyingi sana. Sasa hela Aziz Ki haitamleta mtu. Kile kipengele cha bilioni 1 kile, kama Faisal asipoenda Yanga, kitaenda kuwaletea Aziz Ki mwingine. Iwapo akienda Yanga, basi ile fedha itanunuliwa watu wengine kwa sababu maeneo mengine. Hapa nimeeleweka. Ipi faida ya kuyafanya haya wakati ligi bado haijaisha? Kama hivyo mikataba inaisha, dirisha likishafunguliwa, kila mtu anapapalika na nyota wazuri. Kwa hiyo ukiwahi mapema ukawamiliki watu wako wakawa kwako, afu ukamaliza ligi kwa ubingwa, unachochea kipengele cha thamani kwa mchezaji. Mchezaji bingwa hata Ulaya kama umewahi sikia, tunakuuzia akifikisha goli fulani tunaongeza hela. Au tunakuuzia ukibeba ubingwa sijui nini naongeza hela. Kwa maana jana Leeds walilia sana Barcelona kutolewa kwa Rafinha. Paundi milioni 70 wakaenda kupata. Hapo umeelewa vizuri Yes. So nadhani ilikuwa ni kipengele hivyo wanaviangalia. Watu wanaenda kisasa sasa hivi ili mchezaji wako awe na thamani, sio tu kwamba awe na ubora au numbers. Anaisaidia vipi timu? Amechukua ubingwa upi wa ligi? FA, okay. Kuchukua nini ngao, muungano, kuna credit unapata pale zinaongezeka. Huyu ni mchezaji bingwa. Hapa nimeeleweka vizuri. Alafu pia ukibeba ubingwa una cement kuweza kuwa sumaku ya kuita nyota wengine kuja kwako kirahisi. Biashara haiendi kukupa tabu sokoni. Ukienda kwenye timu ambayo sio bingwa, soko linakuwa gumu kumvutia mchezaji. Lakini timu bingwa, soko linakuwa jepesi. Wachezaji wanapenda kwenda kwenye timu bora.
Wachezaji bora wanapenda kwenye timu bora. Swali lingine, nilimsikia kocha wenu wa Manchester United amesema mashabiki mnataka kumuona Victor Gyökeres, lakini yeye anataka kucheza UEFA Champions League. Pasipo UEFA tuwezi kumpata, niwaambie wazi kabisa. Na mimi sisajili watu wa UEFA, nasajili wachezaji bora. Arsenal bingwa UEFA msimu huu. Sasa mimi sisema hivyo, amesema hivyo kocha Ruben kwamba yeye hataki kusajili mtu ambaye anakuja kwa ajili ya UEFA. Anataka kusajili mtu ambaye yuko tayari kuichezea Manchester. Basi. Mnambwembwe. Msimamo tu na kujielewa na kuamua kunataka nini katika malengo yako. Yes. Brother, shukrani sana.